Siku ya leo tulikuwa tunakwenda kuangazia mambo ya mikataba au maagano tata. Mikataba au maagano tata. Mikataba ni nini au maagano ni nini? Nataka uelewe ya kwamba mikataba ni maelewano. Maelewano baina ya watu au mataifa au nchi au serikali wanapokaa chini, wanapoagana ama wanapoingia katika maelewano, tunasema wamefanya agano. Sasa leo tunataka kuangazia kuhusu maagano tata. Maagano tata, yaani kumaanisha kwamba kuna maelewano fulani ambayo yamefanyika baina ya watu ama familia ama nchi au serikali ama baina ya viongozi fulani, wamefanya maagano na maagano yenyewe yana utata, yani maagano yana shida. Na leo tunakwenda kuangazia kuhusu maagano ya kishetani ama utajiri ama mafanikio ambayo yamepatikana kwa njia za kishetani ama kwa njia za mikataba au maagano baina ya wanadamu na viumbe wa rohoni. Maandiko inasema ya kwamba kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na juu ya mamlaka, juu ya wakuu wa giza na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunaambiwa kwamba kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, ya kwamba tunashindana, lakini kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. It is not a physical fight. Tunaambiwa kwamba ni juu ya falme, juu ya falme. We are fighting against kingdoms, juu ya falme, juu ya mamlaka. Mamlaka tunaongea kuhusu authority and powers. Mamlaka, yani mtu ana uwezo ama ana uwezo ama ameruhusiwa kufanya kitu fulani, ni mamlaka. Tunapigana vita juu ya mamlaka, juu ya wakuu wa giza na juu ya majeshi ya pepo wabaya. Na ndiposa siku ya leo tunataka kuangazia kuhusu maagano tata. Maagano tata. Maandiko inasema vipi? Maandiko inasema kuhusu mwanadamu ya kwamba katika Isaya 32 mstari wa 17, maandiko inasema, na kazi ya haki itakuwa amani, na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima. Ya kwamba kazi ya haki, kila mtu anataka afanyiwe haki, kila mtu anataka kufaulu ama kufanikiwa katika maisha. Lakini tunaambiwa ya kwamba kuna kazi ya haki. Mahala popote pale ambapo pamefanyika haki, tunaona ya kwamba kunakuwa na amani. Kwa hivyo mahali ambapo hakuna amani, pana vita ama kuna mgogoro ama kukorofishana, ni kumaanisha kwamba sehemu hiyo hakuna haki imetendeka. Na mazao ya haki tunaambiwa ya kwamba yatakuwa ni utulivu na matumaini daima. Matatizo ya mwanadamu yamekuwa tangu jadi. Matatizo ya mwanadamu, the problems of a human being, yamekuwa tangu jadi. Na tumeona kwamba msingi ama tatizo kuu la mwanadamu ni shida ambazo zimetoka katika ulimwengu wa rohoni. Ni shida ambazo zimepangwa, shida ambazo zimetungwa katika ulimwengu wa rohoni. Kwa sababu nataka ufahamu ya kwamba mwanadamu yeye mwenyewe ni roho. A human being is a spirit who has got a soul and he lives in a body. Yani mwanadamu ni roho iliyo na nafsi, anaishi ndani ya jumba la udongo linaitwa mwili. Kwa hivyo nataka ufahamu ya kwamba asili ya mwanadamu yeye mwenyewe ni kiumbe wa rohoni. Kwa hivyo mwanadamu alipoumbwa, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, kwa mfano wetu. Kwa hivyo wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Umeumbwa ufanane na Mungu. Umeumbwa uishi kama Mungu. Umeumbwa na teknolojia ya kiungu. Kwa hivyo mwanadamu, a natural human being, amebeba uwepo wa Mungu. Naturally, mwanadamu amebeba uungu ndani yake. Na ndio maana mwanadamu akikosa kufanya ibada ya kweli,
mwanadamu ataanza kuabudu chochote kile ambacho anakiona pale popote pale. Kwa hivyo tumeona kwamba vita vikubwa katika maisha ya mwanadamu ni vita baina ya mwanadamu na ulimwengu wa rohoni. Na mwanadamu amekataa kukubali ya kwamba yeye ni kiumbe wa rohoni. You are a being of the spirit. Wewe ni kiumbe wa rohoni. Umeumbwa kutokana na teknolojia ya rohoni. Kwa hivyo wewe haswa mwanadamu, tunasema mwanadamu anapokufa ama anapoaga dunia, huwa ni roho imemtoka. Kwa hivyo yule mtu anayeishi ndani yako huwa ametoka, alafu ili jumba ambalo linaitwa mwili linaanguka. Tunasema mwanadamu ameaga, amekufa ama amefariki, kumaanisha kwamba huyo mtu hana uwezo tena wa kufanya yale mambo ambayo amekuwa akifanya tangu awali. Ni kwa sababu kile kitu kinachomfanya mwanadamu aweze kusonga, aweze kufanya mambo ama aweze kuonekana ama aweze kutembea katika nchi ni kitu kinaitwa roho. Mwanadamu ni roho iliyo na nafsi, anaishi ndani ya mwili. Kwa hivyo wewe mwenyewe unaishi ndani, uko ndani. Kwa hivyo I want to speak categorically kuhusu mtu wa ndani, mwanadamu ambaye ni kiumbe ambaye anaishi ndani ya jumba la udongo ambalo ni mwili. Mwanadamu tumejua ya kwamba ni kiumbe wa rohoni. Yeye mwenyewe alitoka rohoni. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Yani mwanadamu akiwa katika sura ya Mungu, akiwa katika mfano wa Mungu, mwanadamu ana capacity ya kutawala. Mwanadamu ana capacity ya kuongoza. Mwanadamu akona uwezo wa kuwa zaidi ya mnyama wa kawaida, kwa sababu kitu ambacho kinamtofautisha mwanadamu na mnyama ni kitu kinaitwa roho na uungu ambao uko ndani ya mwanadamu. Maandiko inasema vipi? Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa nini tunaambiwa ya kwamba tunapigana katika ulimwengu wa roho? Ni kwa sababu mwanadamu mwenyewe ametoka rohoni. Mwanadamu mwenyewe ni kiumbe wa rohoni. Wewe umeumbwa uishi ukiwa rohoni. Maandiko yanasema ya kwamba Yohana alipokuwa katika kisiwa cha Patmos, tunaona ya kwamba alikuwa rohoni. Katika siku ya Bwana alikuwa rohoni. Ezekiel anatuambia kwamba roho wa Mungu akamchukua, akampeleka. Ya kwamba kila wakati mwanadamu anapoingia na kuanza kumanifest akiwa rohoni, mwanadamu ni kiumbe ambaye hawezi kuzuilika kwa wepesi. Maana mtu wa rohoni ana nguvu na ana mamlaka na ana capacity ya kuweza kumanifest Mungu kwa njia ambayo sio ya kawaida. Na ndiyo posa siku ya leo nataka niweze kuongea kuhusu maagano tata. Maagano tata. Inaweza kuwa ya kwamba familia yako mumeingia katika maagano. Kuna vitu vinatendeka katika maisha ya watu. Kuna mambo yanafanyika katika familia za watu. Hawajui chanzo au tatizo lilianzia wapi. Ndiposa leo nataka kuongea kuhusu maagano tata. Na haswa nataka kuzingatia kuhusu utajiri ambao umepatikana kwa njia ya kishetani. Utajiri ama mafanikio ambayo yamepatikana kutokana na mikataba, kutokana na maelewano baina ya mwanadamu na majini, baina ya mwanadamu na mashetani, baina ya mwanadamu na wachawi. Na unapata ya kwamba maandiko yanasema katika Ezekiel 13:18, ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono, wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo, ili wawinde roho za watu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba mwanadamu ni mtu, ana roho, lakini mwanadamu anaweza kuwindwa. Ya kwamba hawa watu ambao ni wanawake wanashona hirizi. Hapo ndo tunataka tuzingatie haswa ni nini ambacho Mungu anasema wakati anaongea kuhusu kitu kinaitwa hirizi. Maana watu wengi tunapata ya kwamba wakati huu wanakimbilia wachawi, wanakimbilia waganga. Wakienda kule wanapewa hirizi. Tumekuwa crusade sehemu za Vigurungani, tumekuwa crusade sehemu za Kwale,
na tumeona kwamba a big percent kubwa ya watu ni watu washirikina, watu wasiomjua Mungu. Wamefanya mikataba, wamefanya maagano na viumbe wa rohoni, wamezika vitu katika maboma yao, na tunapata kwamba wale majini ambao wamekuwa introduced katika ile familia wameanza sasa kuwatesa wenyeji wa ile familia, wameanza kuwanyanyasa haki zao, wameanza kulala na wanawake wa ule mji, wameanza kulala na wanawake wa ile familia. Ni mashetani, ni viumbe wasionekana kwa macho, ni viumbe wa rohoni ambao agenda yao ama akili ama DNA yao ni DNA ya shetani. Lakini tunapata ya kwamba hivi viumbe vimekuja vikafanya maagano na wanadamu. Kwa nini viumbe wa rohoni wanakuja kufanya maagano na wanadamu? Na inakuwa kwaje mpaka mwanadamu anaweza kuwasiliana na viumbe wa rohoni kama mashetani au majini? Maana utauliza, inakuwa vipi mpaka mtu anaweza kuongea na majini? Inaweza kuwa vipi mpaka mwanadamu anaweza kuwasiliana na mashetani? Nataka uelewe ya kwamba mwanadamu ni kiumbe wa rohoni. In the book of Genesis, ama tukisoma kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza na mlango wa pili, tunapata ya kwamba mwanadamu alipoumbwa na Mwenyezi Mungu, Mungu alimuumba mwanadamu kwa system fulani. Akamwambia mwanadamu, nimekupatia mamlaka na uwezo wa kuweza kuongezeka, wa kuweza kunawiri. Mwanadamu akaumbwa kwa mfano wa Mungu, akaumbwa kwa sura ya Mungu. Maandiko yanasema na tumfanye mtu. Yani kila kitu kilikuwa kimeshaumbwa. Milima imeshaumbwa, mabonde tayari, kila kitu kimewekwa tayari, miti iko tayari. Tunapata shamba la Eden tayari lilikuwa tayari, lakini sasa kuna kitu ambacho kilikuwa kimesalia, na kilikuwa ni kumuumba mwanadamu. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, kwa mfano. Mwanzo nataka uelewe, tukisema mtu ameumbwa kwa mfano wa Mungu, ni kwamba kuna vitu ambavyo mwanadamu anaweza kuvifanya ambavyo vinafananishwa na uwezo au capacity ya kiumbe wa rohoni ambaye anaitwa Mungu. Kwa hivyo mwanadamu, jukumu la kumuumba mwanadamu lilikuwa ni ushirika. Maana Mwenyezi Mungu anaongea pale akisema na tumfanye mtu. Si mtu mmoja ambaye anayeongea pale, ni shirika limekuja pamoja likasema sasa hivi pale tumefikia, inapaswa tumuumbe mwanadamu, na mwanadamu huyu ambaye tutamuumba anaitwa mtu. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Aria mashakatapa. Mwanadamu anaumbwa, tumfanye mtu kwa sura yetu. Kwa hivyo mwanadamu, nataka uweze kuelewa sura yako ni sura gani. Unapojiangalia kwa kioo unaona nini? Maandiko yanasema tumfanye mtu kwa sura yetu, kwa mfano wetu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alimuumba mwanadamu akafanane na yeye. Mwenyezi Mungu alimuumba mwanadamu awe kama yeye. Kwa hivyo mwanadamu ana possess character ana uwepo fulani ambao ameubeba, ambao unafananishwa na Mungu. Capacity ya mwanadamu kuweza kufanya mambo ama kufanya vitu ambavyo sio vya kawaida katika nchi ni jambo ambalo lisikushtue, kwa sababu wewe mwenyewe umeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu ambaye ni muumba wa mbingu na nchi. Yeye ambaye amekupatia uwezo na mamlaka wa kuishi, ndio amekuumba akakupatia capacity, akakupatia uwezo kama yeye mwenyewe. Sasa sikiliza, nakuja polepole. Nataka nikueleze kitu kimoja. Hapa duniani tunapata kwamba mwanadamu anapitia matatizo, anapitia shida. Mwanadamu anapitia majaribu ambayo sio ya kawaida, na kila mtu anataka kufanikiwa. Kila mtu anataka kuona maisha mema, anataka watoto wake wakaweze kuishi vizuri, anataka familia yake ikaweze kunawiri. Lakini kuna mambo ambayo tunataka kuzingatia, ambayo yamemfanya mwanadamu
akaenda umbali zaidi kuweza kutafuta mafanikio. Lakini sasa katika hali ya kutafuta mafanikio haya, tunapata ya kwamba mwanadamu ameenda kinyume na Mungu. Mwanadamu amejiingiza katika vitu ambavyo sio vya kawaida. Sasa tumesema ya kwamba mwanadamu ana uwezo wa kuwasiliana na viumbe wa rohoni. Maandiko yanasema Mungu alikuwa anakuja, anaongea na Adam. Mungu anaongea na Adam, na katika kila nafasi ambayo ilipatikana ya Mungu kuongea na Adam, nataka uelewe ya kwamba Adam alipokea elimu na akili ambayo si ya kawaida. Adam alikuwa anamsikiliza Mungu. Adam aliongea na Mungu. Adam hakwenda magotini akasema, Bwana njoo natafuta uso wa Mungu. No. Kuna teknolojia fulani ambayo Adam aliungwa nayo, ambayo ilikuwa ina provoke uwepo wa Mungu, ambapo ilikuwa inafanya masababisho ili Mungu akaweze kushuka akaongee na Adam. Mungu akakuwa anashuka anaongea na Adam, na mambo ambayo Mungu alikuwa anaongea na Adam yalikuwa sio mambo ya kawaida, kwa sababu yale mambo ni siri nzito ambayo ilifichika, ambayo inapaswa wewe mwanadamu kujua siri hizi. Inapaswa ujiungamanishe na Roho Mtakatifu wa Mungu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiyo akili ya Mungu, ndiyo ajenda ya Mungu, ndiyo mpango wa Mungu juu ya mwanadamu katika nchi. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu akaongea na Adam, akaanza kumwambia vitu. Mungu akachukua wanyama akawaleta kwa Adam. Adam akawapatia wale wanyama majina, na kila jina ambalo alipatia mnyama ndio lililokuwa jina la huo mnyama. Akasema, wewe utaitwa paka, wewe utaitwa ndovu, wewe utaitwa simba. Kwa hivyo Adam alijua majina ya hawa wanyama. Nataka uweze kufahamu ya kwamba wanyama walitoka wapi. Maandiko yanasema Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake. Nchi iliambiwa na Mwenyezi Mungu ikazae kiumbe hai kwa jinsi zake. Nchi ikaanza kuzaa. Adam alipoletewa wanyama, kuna vitu ambavyo Adam alianza kuvitaja. Akaanza kuwataja majina wale wanyama. Haya majina Adam aliyatoa wapi? Hiyo ndio swali ambayo unafaa ujiuliza. Majina ya hawa wanyama, maana Mungu aliwaita wanyama. Wanyama, kuna mahali wanyama walitoka. Nchi ikazaa, vitu vikaanza kuonekana katika nchi. Adam akavipatia majina. Ndiyo mara ya kwanza tunapata Adam akipatia majina wanyama. Sikiliza, kuna elimu na kuna understanding ambayo Adam alikuwa nayo, ambayo mwanadamu wa kawaida sasa hivi ninavyoongea ni wachache ambao wanaweza kupanda katika ngazi za Adam, wakaweza kuelewa siri ambayo ilifichika baina ya Adam na Mungu. Kwa sababu haya maongezi ambayo yalikuwa yanafanyika baina ya viumbe wa rohoni, Mwenyezi Mungu na Adam, yalikuwa sio maongezi ya kawaida. Maandiko yanasema hivi, Adam akatolewa shamba la Eden akaenda kuishi kwingine, lakini ile elimu ambayo Adam alikuwa nayo haikumtoka. Maana tunawaona watoto wake Adam, Kain na Abel, wanakuja na teknoloji nyingine ambayo ni teknolojia ya madhabahu. Wanaanza kwenda mbele za Mungu, wanapeleka vitu kwa Mungu. Nani aliwaambia hii siri ya madhabahu? Kwa hivyo Adam alijua ya kwamba ipo njia nyingine ambayo tunaweza kuwasiliana na huyu Mwenyezi Mungu, ya kwamba alikuwa anakuja ndio, lakini bado najua kuna siri ambayo imefichika, ambayo Adam alijua ya kwamba kukutana na Mungu inapaswa akaweze kuweka madhabahu. Kain na Abel wakaanza kuleta vitu kwa Mungu, na tunapata ya kwamba walipokuwa wanaleta vitu kwa Mungu, Mungu naye akajibu. Kumaanisha kwamba madhabahu ni sehemu ambayo inakutanisha ulimwengu wa rohoni na ulimwengu wa wanadamu tunaoishi sisi. Sasa
Kwa nini mwanadamu anatafuta mafanikio? Tunaona ya kwamba hapo mwanzo kila kitu kilikuwa kinapewa mwanadamu. Mungu akawapatia chakula wanadamu, Mungu akawapatia mavazi wanadamu. Lakini tunaona ya kwamba mwanadamu siku punde tu alipoanguka, kuna vitu ambavyo vilikuwa vinapewa mwanadamu ama viko freely given to man, ambavyo vitu hivi vilikuwa sasa inakuwa ngumu mwanadamu kuweza kuaccess opportunity ama kuweza kuaccess ile platform ya kupata vitu kwa Mungu. Sasa mwanadamu akaanza kuwa mtu wa kutafuta. Andiko inasema ya kwamba Adam, kwa jasho lake Adam atakula, ataishi katika nchi kwa jasho. Kwa hivyo Adam akawa mtu wa kutafuta. Sasa twende katika mafanikio ya mwanadamu. Tumeona ya kwamba katika kila jambo mwanadamu ana ufahamu na akili na elimu ya kuweza kuelewa ya kwamba kuna ulimwengu wa rohoni, na mwanadamu kuwasiliana na ulimwengu wa rohoni sio kitu cha ajabu. It is in these last days ambazo tunaona ya kwamba mwanadamu kuwasiliana na viumbe wa rohoni imekuwa ni kana kwamba ni muujiza. Sio muujiza, kwa sababu wewe mwenyewe mwanadamu umetoka rohoni, wewe umetoka mahali. Jeremiah anaambiwa na Mwenyezi Mungu, kabla haujafanyika tumboni mwa mamako nilikujua na nilikuchagua. Kwa hivyo nataka uelewe ya kwamba kuna mahali ambapo mwanadamu ametoka. Maandiko yanasema kuna mtu ambaye alitumwa kutoka kwa Mungu. Anaitwa nani? Anaitwa Yohana. Kuna watu ambao wanaingia katika nchi lakini wametoka mahali. Hawa watu wanazaliwa katika tumbo la mwanamke, lakini watu wenyewe wamebeba ajenda za ulimwengu wa rohoni. Vile vile shetani, mashetani na majini, hao pia wanataka pia kuwa na kizazi chao hapa duniani. Maandiko yanasema ya kwamba kutakuwa na uadui baina ya kizazi cha mwanamke na uzao wa nyoka. Kuna uzao wa mwanamke na kuna uzao wa nyoka. Na hapo ndipo nataka niweze kuingia mwanzo, ukaweze kuelewa hili jambo kuhusu uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka ni nini haswa kilikuwa kinafanyika. Na tunapata ya kwamba wakati Mwenyezi Mungu aliposema ya kwamba ameweka uadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka, tunaona ya kwamba anaongea kuhusu offspring. Na Yesu sasa alipokuja hapa duniani akapata ya kwamba kuna wanadamu tu fulani ambao walikuwa hawapendi injili yake, hawapendi chochote anachokisema. Hawa watu walikuwa wako kinyume na yeye, hawataki injili yake, wala hawataki kumsikiliza, wala hawataki wengine waweze kumsikiliza huyu. Wakakuwa wanapanga njama vile wataweza kumuua Yesu. Sasa Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu mngenipenda. Yohana 8:42. Yesu anawatazama hawa watu kwa makini, anashindwa hawa watu ni wa aina gani, kwa sababu yale mambo ambayo anawafundisha ni mambo ambayo wanapaswa kuwa wanayajua. Maandiko yanasema ya kwamba alipozaliwa Kristo kulikuwa na utata, na tunapata ya kwamba katika miaka yake anapozidi kuwa bado angali kijana mdogo, alipatikana katika hekalu la Mungu, anafundisha wazee, watu wazima wamekaa chini, kijana mdogo anawafundisha na anawapatia elimu ambayo si ya kawaida. Watu wazima wamekaa chini, wametulia, kijana mdogo anaongea mambo ambayo yanawatatiza. Wamekaa wanashindwa kuelewa hii elimu ni elimu ya aina gani. Ni kwa sababu kuna kiwango ambayo Yesu alikuwa ana operate ndani, ambacho hicho kiwango kilikuwa si kiwango cha wanadamu tena. Maana Yesu alikuwa amepanda ngazi za rohoni, amezama katika visima vya rohoni, anaanza kuongea siri nzito ambazo zinawashangaza hawa wazee wa hapo kanisani. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu alipokuwa anaendelea na kazi yake ya kuhubiri injili, kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanampinga. Yesu akawatazama kwa makini,
akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu mngenipenda mimi, kwa maana nilitoka kwa Mungu, nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Kwa hivyo Yesu anasema kwa uhakika ya kwamba zile habari ambazo anawapatia hawa watu ni habari ambazo zimetoka mahali, zimetoka kwa Mungu. Amebeba ajenda ya Mungu na amekuja na hii ajenda kuiwasilisha kwa wanadamu, na tunapata kuona ya kwamba hawa baadhi ya watu hawataki kumsikiliza na hawataki huu ujumbe ukawafikie wengine. Maandiko yanasema katika 43, Yesu anawauliza bado, mbona hamyafahamu hayo ni yasemayo? Na anaendelea kusema, ni kwa sababu nyinyi hamwezi kulisikia neno langu. Yesu anasema nyinyi, hawa baadhi ya watu ambao Yesu anaongea nao, anawaambia Yesu ya kwamba nyinyi hamwezi kulisikia neno langu. Yani hawawezi, it is impossible, ni kitu ngumu. Hawa watu hawawezi, si ati kwamba hawana masikio, wako nayo, lakini hawawezi kulisikia hilo neno. Anaendelea kusema, nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yesu anaongea na wanadamu, aongei na wanyama. Yesu anaongea na watu wazima, watu wenye ndevu zao, watu ambao wamekomaa katika neno. Yesu anawaangalia, anawaambia nyinyi hamwezi kulisikia neno langu. Ya kwamba kuna watu, baadhi ya watu hapa duniani ambao hawawezi, hata ukawahubiria vipi, hata ukafunga na kuomba. Hawa ni watu ambao tayari mienendo yao, akili yao, ajenda yao ni shetani mtupu. Na Yesu anawaambia, anajua ya kwamba nyinyi ni wakuu wa sheria, anajua ya kwamba nyinyi ni watu mumehubiri injili kwa muda mrefu sana, lakini Yesu anawatazama kwa makini. Anawaambia, ni kwa sababu nyinyi hamwezi kulisikia neno langu. Lile neno ambalo Yesu analitamka, ambalo hata kiziwi anaweza kulisikia hilo neno, ambalo hata mashetani wanatetemeka kwa lile neno ambalo Yesu analitamka. Lakini sasa anaongea na wanadamu na anawaambia, ni kwa sababu gani hamyafahamu haya ni yasemayo? Kufahamu ni kwamba hawana idea, hawana intellect, ama hawana capacity ya kuweza kupambanua yale maneno. Kwa hivyo hawana ufahamu. Anawaambia, kwa nini hamyafahamu hayo ni yasemayo? Alafu Yesu anajibu, anasema ni kwa sababu, amewaangalia akajua ni sababu gani hawawezi kusikia neno lake. Ni kwa sababu hamwezi kusikia neno langu, nyinyi ni wa baba yenu. Anaongea kuhusu baba, na unapata kwamba Yesu anaposema nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, Yesu anamuongelesha, anamweka Ibilisi katika nafasi ya mzazi. Anasema ya kwamba nyinyi mumetoka kwa uzao, nyinyi ni wa uzao fulani, mumetoka mahali. Anasema nyinyi ni wa baba yenu, baba yenu. Anasema hiki kizazi, najua mumezaliwa, kila mtu ana mama yake, lakini nyinyi ni wa baba yenu, baba yenu. Anasema baba yenu wako na baba yao, wako na mzazi wao, wanafanana na tabia za baba yao. Hizi ni tabia za baba yao, na baba yao ni nani? Yesu anasema nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi. Alafu anaendelea kusema, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye aliye wa Mungu huyasikia maneno ya Mungu, hivyo nyinyi hamsikii kwa sababu nyinyi si wa Mungu. My God, my God. Yesu anasema nyinyi hamwezi kunisikia. Na kuna watu ambao nimekuwa nikiwahubiria, watu kutoka Kwale, kutoka Coast of Kenya, tumekuwa katika missions, tumewahubiria, lakini imekuwa ngumu kusikia. Wamekuwa wakitupinga, wanatupinga usiku na mchana, wanatuinukia kwa vita na kwa silaha za kila aina. Hawa watu yani wanatuchukia bila sababu. Ni kwa sababu hili neno ambalo tunaliongea hawawezi kulisikia,
Ni kwa sababu hao ni wa baba yao Ibilisi. Wako na tamaa, wako na tamaa, wako na tamaa. Na Yesu anasema tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Na tunataka kujua huyu baba yao Ibilisi ako na tamaa gani? My God, my God. Sikiliza, tumejua ya kwamba kuna kizazi cha shetani. Maana Yesu anasema nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi na tamaa za baba yenu. Anaendelea kusema baba yenu, tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Sasa tuweze kuangalia huyu shetani kumbe ana kizazi chake. Yaani ule wakati Mungu aliposema ya kwamba kuna uzao wa nyoka, alimaanisha kwamba kuna watu ambao watazaliwa. Kuna baadhi ya watu ambao watakuwa wakipinga kazi yake, ambao wanaitwa uzao wa nyoka. Basi twende katika Wafalme wa Pili kuanzia 17 mstari wa 41. Maandiko inasema, basi mataifa hawa wakamcha Bwana, wakamcha tena, wakaziabudu sanamu zao za kuchongwa na wana wao vile vile. Tuna kwamba hawa watu waliabudu sanamu, alafu tunaambiwa watoto wao pia wakaabudu sanamu, na wana wao, yani ni kizazi baada ya kizazi, kama walivyofanya baba zao wao, nao hufanya hivyo hivyo hata leo. Ya kwamba kuna kizazi tu ambacho wanaabudu sanamu, na hii familia inaabudu sanamu. Watoto wa hii familia pia wanaabudu sanamu. Yani ni kitu ambacho kinaendelea katika familia, ibada za sanamu, ibada za kishetani, ibada za majini. Sasa sikiliza, maandiko inasema hivyo, kuna ibada zinafanyika. Ibilisi ama shetani si ati kwamba ako interested na mtu mmoja, si ati kwamba nia yake ni kumkamata mtu mmoja. Ibilisi ako na mpango mkubwa wa kukamata system za nchi. Ako na idea kubwa, na agenda yake ni kuhakikisha kwamba influence ama mipangilio yake imeenea kila mahali. Ndio maana siku hizi unapata kuna vitu vinaitwa secret society. Kuna vitu vinaitwa secret society, ni organization ama ni mipangilio ya shetani kuweza kuitawala nchi kupitia madhehebu ama kupitia makampuni ama kupitia rasilimali tofauti tofauti za nchi. Ameweka system yake, ambayo hii system ni kuweza kuwashawishi wanadamu wakaweze kufuata mienendo yake, wakaweze kufuata agenda zake. Maandiko inasema vipi? Wacha nikusomee maandiko mwanzo. Maandiko inasema hivi, Isaia mlango wa 30, tusome kuanzia mstari wa 2. Ole wao waendao kutelemkia Misri, wala hawakuuliza kinywani mwangu, ili wajitie nguvu kwa nguvu za Farao na kutumainia kivuli cha Misri. Basi nguvu za Farao zitakuwa aibu yenu, na kutumainia kivuli cha Misri kutakuwa kufadhaika kwenu. Nabii wa Mungu Isaia anaongea kuhusu kuna baadhi ya watu ambao wametelemkia Misri, na tunaambiwa kwamba hawa watu wameenda Misri, hawakuuliza ushauri kutoka kwa kinywa cha Mwenyezi Mungu, bali wameenda Misri kwa akili zao. Na katika agenda yao ya kwenda Misri ni kwamba hawa watu ama hiki kikosi cha watu wameenda Misri ili wajitie nguvu, wajitie nguvu. Na nguvu zenyewe tunaambiwa wajitie nguvu kwa nguvu za Farao. Farao tunaona ni kiongozi. Farao ni mtawala ama ni mfalme. Tunaona Farao aliabudiwa kama Mungu. Alilindwa na waganga na wachawi na mashetani ambao walimuongoza na kumsaidia huyu Farao kuweza kufanikisha agenda za shetani. Tunaona ya kwamba hawa watu wanaenda kujitia nguvu.
na kujitia nguvu kwenyewe, wanajitia nguvu kwa nguvu za Farao na kutumainia, wako na hope ama wako na tumaini, na tumaini lao ni kivuli cha Misri, basi nguvu za Farao zitakuwa aibu yenu. Mungu anaongea kuhusu mafanikio yote na tumaini ambalo wameweka kwa Farao, ya kwamba itakuwa ni aibu kwao, na kutumainia kivuli cha Misri kutakuwa kufadhaika kwenu. Kwa hivyo kujitia nguvu ni kujipatia uwezo zaidi ya ule uwezo ambao uko nao. Tukiongea kuhusu kutumaini, ni kuweka mawazo au tegemeo lako kwa jambo fulani. Kwa hivyo hawa watu wameenda Misri ili kwamba kujipatia uwezo zaidi ya ule uwezo ambao ni uwezo wa kawaida wa mwanadamu. Na tunaona ya kwamba wako na tumaini, ya kwamba wameweka mawazo yao au tegemeo lao kwa jambo fulani. Wameenda kujitia nguvu, na kujitia nguvu ni kwa nguvu za nani? Ni kwa nguvu za Farao. Andiko inasema ya kwamba hawa watu walienda kufanya mikataba, walienda kufanya maagano na Farao, na katika haya maagano ambayo walifanya na Farao ni maagano yanayohusu mafanikio yao, ni maagano yanayohusu maslahi yao katika nchi, vile wataweza kufanikiwa au vile wataweza kuongezeka ama kupata mambo mema na kunawili katika nchi. Sasa wameenda kujipatia uwezo zaidi ya ule uwezo ambao Mungu, capacity za juu za rohoni, ili kwamba wakaweze kuongezeka kwa namna ambayo si ya kawaida. Sasa kuna watu ambao wameenda kutafuta msaada. Listen to me carefully. Kuna watu ambao wameenda kutafuta mafanikio. Kuna watu ambao wameenda kutafuta nguvu ama kutafuta uwezo wa kuweza kufanikiwa katika nchi, lakini uwezo wenyewe ambao wameenda kutafuta si uwezo wa kiungu. Wameenda kujivika mavazi ya kishetani. Sasa kuna mikataba na maagano katika kila